Najua ni moja ya vitu ambavyo vipo kwenye maisha. Sometimes kuna vitu ambavyo vinatokeaga ili kukuvusha, kukupeleka mahali fulani. Leo hii huenda hata nisingekuwa kwenye hii studio, ningekuwa bado kwake. Kwa ni moja ya movement tu ya maisha. Mimi sikuchukia, hadi leo namkubali sana. Hivyo. Si hivyo tu, kabla ya kuingia kwenye muziki anaofanya leo, Clickmaster aliwahi kuwa msanii wa gospel, akitumia muziki kuhubiri na kugusa maisha ya watu wengi. Lakini baada ya muda aliamua kufuata mwelekeo mpya wa kisanii, ambapo ulizaliwa kwenye majaribio ya ubunifu na ujasiri wa kutokukata tamaa. Kipindi nafanya gospel nilikuwa nafanya aze huduma. Unajua mimi ni mtumishi kabisa, nikirudi Mbeya ni mtumishi kabisa. Hata sasa bado nina ule upako. Ndio maana unaona vitu vyangu vinafanya vizuri, kwa sababu mimi ni mtu ambaye namweka Mwenyezi Mungu katika kila kitu changu. Kitu ambacho kipo hapa sio kwamba niliacha kuimba gospel kwa sababu haina maslahi, hapana. Kitu ambacho kipo ni kwamba muziki ni kazi. Yaani kitu ambacho nakifanya mimi, naamini nipo natafuta, ni moja kati ya utafutaji ugali. Na gospel, watu ambao wanaimba gospel sidhani kama wanafanya ili wapate pesa. Mimi naamini watu wa gospel wanafanya ni huduma. Unajua kuimba gospel ni wito. Mungu mwenyewe ndo anakuita kwamba mwanangu nitumikie, imba gospel. So kitu ambacho nakifanya mimi ni kazi. Na ndio maana hata pastor wangu ambaye ni mchungaji wangu mimi ana support kitu ambacho nakifanya. Siri ya utofauti wangu tunaanzia moja kwa moja kwanza kwenye sound ambayo nimekuja nayo, inaitwa Afro Combo. Ni muziki tofauti ambao hatujazoea kusikia hapa nchini, lakini pia na sehemu nyingine. So nilikaa nikatafakari, nikaanzisha kitu kipya. Ndio huo muziki ambao unaitwa Afro Combo. Una style zake za muziki ambazo upo, lakini pia namna ya uandishi upo ni tofauti kabisa na nyimbo zingine. Lakini pia mimi kama Clickmaster msanii, kuna namna ambayo nimejiweka ni ya kitofauti kidogo na wasanii wengine tofauti na mimi. Leo Clickmaster anakuja na utambulisho wake wa kipekee kupitia muziki ambao amekuwa akiufanya wa Afro Combo, mtindo wa muziki ambao unachanganya ladha tofauti ya muziki wa taarab, Afropop na amapiano, na kuunda sauti mpya yenye utambulisho wa Kitanzania lakini yenye mvuto wa kimataifa. Mchanganyiko huu wa muziki unawafanya wengi wasimame na kujiuliza huyu ni nani? Na ni baada ya kusikiliza mara moja na kutumaini kutaka kusikia tena. Ukisikiliza hapa unaona kuna percussion fulani hivi za kama taarabu fulani hivi. Lakini kaya nikaongezea na uafro fulani hivi. Taarabu fulani ambayo imechanganyikana. So ukija kuna sehemu fulani ambazo tena nimeweka kuna dhimzimu za amapiano, kuna hizi log drums hizi. Kwa tukiunganisha kwa pamoja hapo sawa utaalabu. Nimemuuliza maswali mengi. Je, ni nini kilimsukuma kubadili kutoka gospel hadi muziki wa burudani? Ilikuwaje safari yake kutoka kuwa mpiga debe hadi kuwa mmoja wa wasanii wanaovuma kwa kasi, huku akifanya vizuri na aina ya muziki wake wa Afro Combo? Je, amehusika kwenye kazi gani na gani za wasanii wakubwa ambazo amezitayarisha yeye mwenyewe kabla ya yeye kuendelea kuufanya muziki? Yapo majina makubwa kama msanii Diamond Platnumz aliyotambua na kupenda kipaji chake na ubunifu ambao amekuwa akitumia. Je, ana lipi la kuzungumza kwa hayo yote? Afro Combo natamani iwe kubwa. Afro Combo natamani ifanywe na watu wengi, hata kama sio mimi. Kwa mtu yote ambaye anaweza kuifanya Afro Combo, anatamani kuifanya Afro Combo, aifanye. Na hata kama akifanya zaidi ya mimi ambao nitafanya, mimi nitafurahi sana, kwa sababu nitaona kitu ambacho nimekianzisha kinafanya vizuri. So Afro Combo natamani ifanywe na watu tofauti, wasanii tofauti, kwa sababu na mimi pia ndio ilikuwa mipango yangu kuona Afro Combo watu tofauti wanaifanya, producers. Lakini hata mtu afanye kwa ukubwa gani hivyo, jina
mwanzilishi atabaki kuwa Clickmaster, ndo aliyekuwa ameanzisha Afro Combo. Kwa hiyo mimi nitafurahi sana kuona na watu wengine pia wanaifanya, hata kama wasipo produce kwangu, ila kama kuna producer anaweza kuifanya Afro Combo, safi. Afro Combo nikisema Afro Combo na maanisha kwamba combination ya sound tofauti tofauti. Leo hii ukichukua taarabu, ukichukua mapiano, ukichukua afro, ukaichanganya kwa pamoja, hiyo inakuwa Afro Combo. So ni namna tu ya wewe kuchanganya sound tofauti tofauti, hata 3 hata 4 kwenye muziki, ukawa muziki wa pamoja. Nilifurahi sana kuona Diamond Platnumz ameona ubunifu wangu, ameona kitu ambacho nakifanya, kwa sababu Diamond sio mtu mdogo, na nafasi kama hii watu wengi kiukweli wanaililia, wanatamani hata wazungumziwe na mtu, lakini mimi nikiona Diamond Platnumz amenizungumzia kama hivyo, bana, mimi napata faraja, lakini pia naamini kitu ambacho nakifanya ni kizuri, kinapendezwa na watu. Kwa hiyo hii inanipa nguvu ya mimi kuendelea kupambana zaidi na zaidi. Hii sio tu interview ya msanii anayetrendi, bali ni simulizi ya ndoto, uthubutu, mabadiliko na safari ya kijana kutoka Uyole, Mbeya, anayejenga sauti mpya kwenye ramani ya muziki wa Tanzania.